Okay, NDBS TV Kenya tupo hewani kwa mara nyingine tena. Mimi nafahamika kama Brian Andiema, wenzangu kwa majina ni Christine Oside, Mr. Bosire, nangu jina Hood KE. Hood KE. Ama ukipenda bwana director wa NDBS TV Kenya. Yupo nasi siku hii ya leo. Kwa hivyo leo tunaangazia kitu kimoja hapa. Kuna kitu inaitwa nickname. Nickname. Exactly. Yaani jina bandia. Jina zaidi ya jina lako. Yaani jina zaidi ya jina lako. Na hii nickname huwa inatokana sana sana na personalities na vitu ambazo unazifanya wewe. Ndio upewe nickname. Itadepend ni nini wewe unafanya. Una behave namna gani? Sawa? Kwa hivyo tutaanza na wenzetu hapa hivi. Wataanza kutupea nicknames zao. Lakini kwanza mtazamaji time. Asubiri. Wacha tuanze na yako madam. Uliitwa nani hapo nyuma ama hata mpaka sasa hivi? Yangu nickname yangu ilikuja style nyingine. Ndio niliingia shule mpya class 6. Aha. Nilivyoingia nilikuwa mzito yani. Sasa wanafunzi kuniona, wajaona mwanafunzi labda tuseme mzito kama mimi. Kukatokea tu kijana akakuwa tu hivyo rafiki yangu. Kumbe naye alikuwa shaeka jina akaniita tu. Nikasikia bulldozer. bulldozer. I was called bulldozer. Kweli nilisikia vibaya. Watu wakaanza kuniita bulldozer. Alafu kuna wale wenye tulikuwa tunaendanga nao nyumbani. Nasikia tu ukiwa kwa barabara unaenda nyumbani, bulldozer, mambo. Unasikia vibaya lakini ilifika time nikaanza tu kuzoeana mambo ikapitia. Wakati ambapo ulisikia ulijihisi aje? Bulldozer. Mimi nilijihisi vibaya, siwezi sema nilisikia. Ilikera sana. Lakini ulizoea jina hilo baadaye. Times ilikuwa inasonga songa. Nikazoea. Kwa hivyo walikupea tu jina bulldozer kwa sababu ya mwili ama pia kuna zile vitendo ulikuwa unafanya na harass watu, na bully watu? Sikuwa na harass watu, imagine. Waliona tu na wakaamua kunipea jina bulldozer. Bulldozer. Imagine kile na bulldozer wewe. Kinachimba barabara, sio kama umekiona. Nile mashine ya barabara. Ina mwa kisiki bro. Ilikuwa mbaya sana. Ni ngori. Tena sana. Thank you very much watazamaji wetu, kuna bulldozer. Kuna bulldozer hapa. Bulldozer kwenye studio. Kwenye studio zetu kuna bulldozer. Mwenzangu Bosire. Baada ya hapa tunabadilisha jina. Jina zamani. Sasa yangu kwa kweli sijui nitaanza aje. Yangu sasa ni kama opposite ya huyu. Yaani huyu wakati ameniambia anaitwa bulldozer, by the way, nimeshangaa sana mimi kukutana na bulldozer, na mimi hasa nilikuwa ile kadogo kabisa. Sasa mimi ilianza hivi. Nikiwa tunaweza sema sikubarikiwa na ile mwili. Unajua kuna wale watu maybe age hata ni ndogo but mwili ni kubwa kabisa. Lakini kuna watu wanasema tunaficha miaka kwa magoti. Sasa yani age ni kubwa kiasi lakini mwili ni uko na mwili mdogo. Wanasema mwili ndogo. Sasa mimi nikiingia ilikuwa unajua wakati nickname zinaanza kufanya kazi ni wakati umeanza kujielewa. Wakati kama uko darasa la 5, la 6. Kweli kabisa. Unajua ukiwa mtoto hata ukiitwa nini usikii. Yaani ufuatilii. Sasa lakini imagine unajua ukiwa darasa la 6 unaanza mpaka kukrashia watu. Alafu sasa hapo ndio nickname inakucharaza. Hapo sasa ndio inakucharaza sasa. Sasa mimi nilikuwa darasa la 6. Sasa watu wakafumbua ile mtindo. Kwanza mwalimu ndiye alianza by the way. Aliingia darasani akapata sijafanya zile homework, na unajua wale walimu wa kitambo vile walikuwa wahash sana. Pia wao wako na nickname zao ujue. Kupitia ukali wao wako na nickname zao. Lakini sasa yeye alinipachika nickname yangu. Alikuwa ananiita Squirrel. Tulikuwa wawili yani. Tulikuwa mimi na jamaa yangu fulani hapo. Sasa tukapatikana hatujafanya ile assignment. Yaani hatujakamilisha. Na hapo ndiye akasema you the two squirrels can you come in front. Kalinganisha na squirrel. Sasa na unajua squirrel by then nilikuja nikafuatilia. Hiyo time sikuwa najua squirrel what is squirrel. But sasa hivi by then najua squirrel. Na staki na feature by then stoke hapa.
Yaani hiyo jina isipoke hapa bro. Lakini kwa comment msiandike hivyo. Lazima nicheze jina. Sasa yani ni affect sana by the way. Unajua wale watoto wachanga wakisikia tu chochote wanashika kabisa. Yaani hata heri masomo ikae kando kidogo lakini wana critique hiyo kitu sana. Sasa ikakuwa kila mahali ni the two squirrels. Yaani imagine unapata rafiki yako kesho anaanza kukuita ati squirrel inakuaje. Yaani unashangaa imekujaje, lakini inabidi unajua. Na nikakaa hiyo shule hiyo miaka 4. Imagine ukiitwa squirrel kuanzia darasa la 6, la 7, la 8, squirrel. Ikabidi nikubaliane naye. Sasa ndugu yangu, wakati ambapo ulikuwa unaitwa hivyo, ulijihisi vipi kwanza? Kwa kweli nilijihisi ni kama wamenidhalilisha sana. Ushawahi chapa mtu ata given point? Ndio kuita hivyo. Kwa kweli nakumbuka kuna mtu sasa alikuwa mdogo kwangu kiasi. Yaani sasa mnyonge, unajua mnyonge ana mnyonge wake. Sasa mimi naye nilikuwa na mnyonge wako. Sasa hiyo siku akajichanganya. Akaniita hiyo squirrel. Kusema kweli nilimalizia hasira kwake na ukachapa. Alifresh. Set as an example. Alikuwa kama example. Nilimchapa ingawaje ilienda mbele lakini tulikuwa na makosa wale. Ilienda kwa walimu. Sasa baada ya kumchapa jina iliendelea ama jina kwa kweli haikusimama maana alikuwa mnyonge tu. Sasa ilipamba moto litasimama. Leo ulimwengu yatapita. Litasimama. Na unajua once hiyo jina tu ukiitwanga and then ifike mahali like unaanza kuresist. Ndio sasa unapata inashika sasa chini. Unajua ukiwa mjanja ufurahi tu na hiyo jina. Watu wanaona ni kama haijakukwaza. Wataacha ikasije. Once you accept that name, unapata ya kwamba haitakuwa na hiyo uzito sana ya kukushika. Itaenda itafika mahali inapotea. Bwana director, acha kuchangia sana. Tumefika kwako. Ni kwako sasa. Anataka kukwepa wewe. Huyu bwana director nikaa alisoma shule, iko na discipline sana. Haya sawa. Sasa nataka kujua nickname yangu. Si ndio? Zungumza tunangoja. Nikwambia sina mtasema nini. Hata kwanza bila yako tu hivi. Kwa kweli hata nimemshampa. Wacha aseme kwanza alafu mtu. Hata mimi sawa. Wacha niwaeleze. Tunayo nickname zako mingi sana. Acha tungoje umalize. Kama unanisoma. Haya sawa. Mimi jambo la kwanza nikiwa primary mimi nilikuwa mnyamavu sana. Sikuwa napenda kuinteract sana, kuongea sana. Introvert. Yeah, introvert.